nyuma imekuwa ni mambo ya matajiri peke yao. Imekuwa kama raha ya watu matajiri. Lazima uwe na nyumba kubwa ya mawe ndio unawekewa stima. Rais Ruto na hii serikali tumesema ya kwamba stima sio tu starehe ya matajiri. Stima ni haki ya kila mwananchi. Na haijalishi nyumba yako ni aina gani, hata kama ni ya matope, ya mbao, ya nyasi, uwekewe stima kwanza wakati unangojea kujenga nyumba ingine. Tuendelee na hiyo maneno ya stima jameni? Tuendelee tusiendelee? Kwa hivyo mambo ya stima tumeyaweka kipaumbele hapa Baringo. Zile projects ambazo rais ameamrisha zianze, na kila mjumbe hapa atakwambia katika constituency yake kuna projects ambazo zinaendelea saa hii za kuweka stima kwa manyumba ya wananchi. And already in Baringo, projects worth 783 million shillings are ongoing in Baringo County. Na hapa Baringo Central, projects worth 100 million. Hiyo 783 million ya Baringo County ni ya kuongeza idadi ya manyumba 4,000 ya watu ya Baringo ambao bado hawana stima. Na hapa Kabaranet ama Baringo Central, hiyo 1,000,000 itaongeza idadi ya wananchi 911 911 households ambazo bado hasina stima. Na tutasongesha hiyo mambo ya stima mbele mpaka tuhakikishe tukimalizana na 2 term kila Mkenya, kila nyumba katika taifa la Kenya iko na mwangaza. We are on course and we will do it. It is possible. You know, when President Uhuru and his deputy William Ruto took over government in 2013, only 2.7 million Kenyans were connected with electricity. 2.7 million households ndio zilikuwa na stima Kenya. Rais Uhuru akisaidiwa na mtu yake ya mkono siku hiyo William Ruto, wakasukuma idadi ya manyumba ambayo ilikuwa na stima from 2.7 million in 10 years ikafika 8.9 million households. Wakati Mheshimiwa Uhuru ameenda retire, Mheshimiwa William Ruto naye amechukua hile 8.9 million households. Tumesongesha already ile manyumba ya Kenya ambayo iko na stima ni 10.5 million. Na manyumba yote boma Kenya hii ni 15.6 million. So we are left with about 4.1 million up households. And I want to tell you, hii 2 term ni ya kusongesha hiyo stima imebaki. Kila nyumba by the time President Ruto goes after doing his 2 terms, every home in Kenya should have electricity so that we can have a modern country. Ili nchi yetu iwe ni nchi ambayo imeendelea. Barabara zilikuwa na shida kwa sababu zingine zilikwama huko 2019, 2020 huko kabla ya COVID, lakini sasa waziri wa barabara na serikali hii imeleta sasa mfumo wa kurejesha zile barabara zote ambazo zilikuwa zimekwama. Contractors will be back on site. They have already been paid their money across Kenya so that we can resume and complete the remaining roads projects in Kenya. Jambo ya mwisho ni mambo ya masomo ya watoto wetu. Hivi karibuni kumekuwa na mambo ya masomo, na nataka niseme hivi nikiwa hapa Kabaranet siku ya leo ya kwamba Kenya ni moja ya nchi ambayo elimu yetu iko mbele ikilinganishwa na nchi ambazo sana sana nchi za ukanda huu wa Afrika. Kenya is one of the countries with a good solid education system. Ndio unaona wale watoto wanatoka Kenya wanaenda ng'ambo, hata wakienda Amerika kwa masomo ya juu ama waende uko Ulaya, hao ndio wanakuwa number 1, wanashinda mpaka wazungu.
kwa sababu system yetu ya education ni mzuri. Just ask around. All our young people who go abroad for higher education, they are always on top of their class, kwa sababu tuko na elimu mzuri. Ni kweli za zingine kuna changamoto, na hizo changamoto Rais Ruto na serikali yake tunajaribu kutatua changamoto ambazo ziko katika mambo yetu ya elimu moja kwa moja, one by one, kwa sababu hakuna taifa imemaliza shida zote. Every country solves the problems one by one. Mmesikia tayari tumeanza kuongeza idadi ya walimu. Hiyo ni njia moja ya kuboresha mfumo wetu wa elimu. Kila mtoto akienda shule akutane na mwalimu, kusiwe kuna shule ambazo hazina walimu ama walimu hawatoshi. And we are on course. In our manifesto we had said we will increase the number of teachers by 116,000. Already we are 76,000. By December we are at 100,000. So we will reach and surpass our target in the manifesto. Kuongeza walimu. Kujenga madarasa. Hii serikali katika miaka mitatu tumejenga madarasa 23,000 katika taifa la Kenya. 7,000 ya hayo madarasa yamejengwa na hazina ya CDF ambayo ni hazina ya National Government. Hayo madarasa mengine 16,000 yamejengwa kupitia wizara yetu ya elimu. 23,000, a record 23,000 classrooms in 3 years. Tunaanza sasa ujenzi wa mahabara, laboratories. Kwa zile shule ambazo hazina laboratory, 1,600 secondary schools, senior schools, ili watoto wetu wapate equipment mzuri na wajitayarishe wakati wanaenda kufanya mtihani wawe wamepata masomo mazuri. Kulikuwa na mambo ya funding ya free primary and secondary education. I want to make it clear that the government cannot roll back funding for our primary and secondary schools. We must make sure we continue funding well and fully our free primary and secondary education, kwa sababu hapo ndio tunategemea taifa letu, watoto wetu wakisoma wasome vizuri, tuwe na taifa ambalo liko na watu wa kuipeleka mbele. Mambo ya TVET tunakazana na technical institutes kuboresha masomo, idadi ya wanafunzi tumeongeza pale. Tulikuta TVET ama polytechnics, technical training institutes, Kenya mzima zilikuwa na wanafunzi peke yake 297, 297,000. Tumesongesha hiyo idadi sasa imefika 700,000. Tunataka by next year ifike 2 million people who are enrolled in our technical institutes. Mambo ya university. Mnajua ya kwamba jana serikali imetangaza kupunguzwa kwa gharama ya masomo ya university kwa 40%. Yesterday, the government decided to lower the cost of our university education by between 15% to 40% depending on the course the student is taking. Na hiyo itasaidia sana kwa sababu kulikuwa na tashwishi kidogo, na hii mambo haijafanywa tu kiholela. Rais Ruto amekuwa akifanya kazi kwa utaratibu. Wakati aliingia usukani, alifanya jopo kazi ile Presidential Task Force, Presidential Working Party on Education. Ikasema tubadilishe mfumo wa vile tunafadhili elimu ya university, elimu ya vyuo vikuu. Hiyo ripoti wakati tumeanza kuimplement ndio ilituonyesha, wananchi watakatuambia iko kasoro hapa, iko kasoro hapa, hii program inataka ibadilishwe kidogo, na rais akachagua task force ingine ili yale maoni ya wananchi yawekwe katika mambo ya mfumo wa kufadhili elimu ya vyuo vikuu. Sasa hiyo kamati imemaliza kazi yake jana, na rais amechukua hiyo report, na serikali imesema ya kwamba kutoka sasa gharama
ama ile karo wanafunzi wa vyuo vikuu wanalipa ipungue kati ya 15% na 40%, between 15 and 40% depending on the course the student is taking. That is the direction we are taking. By strengthening education at all levels, primary education, secondary education, tertiary education, university education, end to end, to make sure that our education system remains relevant, of high quality, accessible and affordable to all the children of Kenya. Mimi nimemaliza mambo yangu. Ama namna gani? Najua ni 2 term, si 2 term. Ni 2 term. Si mmesikia tuko na program ya serikali? Kutoka mambo ya afya, mpaka elimu, mpaka masoko, mpaka barabara, mpaka stima. Sio ndio program na agenda ya serikali? Na wale wanapiga kelele huko nje, agenda yao ni nini? Hana agenda, ni kusema tu sijui nini, 1 term, sijui nani. Sasa hawa jamaa tutawanyorosha. Tunangojea tu campaign ifike. Unajua Rais William Ruto bado hajagurumisha engine ya gari yake ya campaign. Unajua watu waliona William Ruto usiku, hawajamuona mchana. Walimuona usiku, hamjui vizuri, hawakumuona vizuri. Bado hajapiga start engine ya gari yake ya siasa. Wakati ukifika William Ruto agurumishe campaign equipment yake hivi, hawa wanaume wataingia kwa nyasi, kwa miti, watapotea. I am telling you. William Ruto anatosha, atoshi. Fire si fire. Noma si noma. Hawa watu hawajui huyo jamaa. Unajua mimi nimekuwa hapo tangu zamani. Unajua tumeanzana na huyo kiongozi wetu zamani sana. Si mimi ni mtu yake ya hegi. Si mimi mtu yake ya hegi hapo. Nilikuwa nimeona huko. Nikaona huyo mtu atakuwa rais wa Kenya. Namna hii tukatoka. Si namna hiyo? Akakuja akakuwa deputy rais. Akasongesha kazi ya Uhuru Kenyatta 10 years. Sasa amekuwa rais wa nchi jameni. Na kuna watu wanatafikiria, watu wengine hata hawajashikilia kiti muhimu, wengine walipewa siku 2 wakaharibu. Badala ya kusaidia rais, unaenda kupigana na rais. Kazi ya kupigana na rais sio ya deputy president, ni kazi ya opposition. Ama namna gani jameni? Kazi ya deputy president ni kusaidia rais. Ama namna gani? Kutetea serikali, kueleza wananchi vile serikali inaendelea, kusikia maoni ya wananchi ili serikali irekebishe mahali kuna makosa. Sio ndio kazi ya deputy rais? Ama namna gani jameni, watu ya Baringo? So niendelee na hiyo kazi? Niendelee nisiendelee? Niendelee na hiyo kazi ya kusaidia rais wetu, ya kusaidia viongozi wale tuko nao katika serikali. Wangapi wanasema niendelee na hiyo kazi jameni? So hao wanaume watakipata, watakuwa na siku mrefu wakati tunaanza campaign. Sasa wacha tunyoroshe kazi kwanza. Si tunyoroshe kazi kwanza ya stima na barabara, ya mambo ya masoko na empowerment hii. Hii empowerment ni mzuri ama tuachane nayo? Hii empowerment iko sawa? Ya kusaidia biashara ndogo ndogo huko mashinani, tuendelee nayo. Kuna watu huko Nairobi wameshiba, wanasema tuachane na hii mambo. Tuendelee tusiendelee? Wacha nione ishara ya mkono wale wanasema tuendelee na hii kazi jameni. Kwa hivyo mimi nimetumwa hapa kwa hiyo kazi ambayo umesikia nimeeleza mambo ya program ya serikali. Vile nilitumwa hapa maneno ya security nikapambana nayo. Hata hii nitapambana nayo. I am telling you. Na nitashinda wale wakora ambao walishindwa na kazi. Tawashinda asubuhi na mapema. I am telling you. Hawezani na sisi. Si ni kweli jameni? Wewe unapewa heshima kubwa, alafu unaanza kiburi, maringo, tamaa, unaanza kushindana sijui na rais. Kwenda huko.
Apotee asipotee? Aende akiendanga? Akanyange kubwa kubwa? Aende asiende? Wacha nione wanasema akanyange. Hii maneno tukianza jameni hao watu watapotea. Mlimuona hapa akitetea nyinyi mpate barabara mpya? Mlimuona hapa akitetea Baringo ipate mambo ya stima? Alafu saa hii ndio unajifanya wewe ni mwerevu. Ati suddenly umekuwa clever. Umekuwa sasa uko na solution. Mbona siku ile ulikuwa na crown au kufika hapa kusaidia watu ya Baringo wapate maendeleo? Itakuwa ngumu kabisa. Kwa hivyo mimi nataka ati alikuwa anaweka mitego, baadaye akaingia kwa mitego yeye mwenyewe. So wacha sasa wacha mimi niseme vile nimekuja, alafu najua kuna waheshimiwa hawajasema jambo, watasema jambo hapo mwisho. Hakuna shida, hata kama nimeongea watakuja hapa waseme jambo dakika moja moja, na pia watoe pesa. Ama si lazima wafanye hiyo kitu? Lakini kuna wengine wameenda walifanya hiyo kitu. Huyu Kiptoyot, huyu Aaron amefanya ile kitu, na kina Sigei wamefanya maneno ama wameongea Kiingereza wakapiga kona. Kwa hivyo ni watu wazuri, wamefanya kitu So hata hao wa Baringo lazima wafanye, ama namna gani? Kwanza kabisa vile nimekuja hapa, nimepigia rais simu nikamwambia mimi nakuja Baringo. Amesema niwasalamie. Mmepokea salamu ya rais? Mmepokea salamu ya rais? Na amesema mkimwalika angetaka kukuja hapa next month. Mmemwalika? Atembee hapa? Atembee hapa? Kwa hivyo nikirudi nimwambie mumesalimika na mumemwalika, mnataka akuje hapa. Nimwambie arudi. Na pia nimwambie yeye ni 2 term. Nimwambie hiyo pia. Nimwambie yeye ni 2 term. Wangapi wananituma na salamu kwa rais jameni nione? Acheze kama yeye, aongeze ifike 300, 400 na ikifika 500. Ala, mumekataa? Mdosi aongeze? Na nyinyi ni watu yake, na mumeamrisha yeye kama mdosi yetu aongeze, kwa sababu sisi ni watu yake na ni mtu ya 2 term, ni rais wa 2 term. Aongeze asiongeze? Na ikifika 700 bado mumekataa? 750 mmekataa? Hata 780 na 800 hata hiyo mmekataa? 950 980. Mbona mumewekea mdosi pressure hivi nyinyi? Kwa sababu mnampenda, mnamwekea pressure kwa sababu ni mtu yetu, mnampenda, ni rais wetu wa 2 term. Wangapi wanasema rais aongeze hiyo pesa, aongeze hiyo pesa, aongeze hiyo pesa? So nikisema harambee mnasema 2 term. Harambee, harambee. Nionyesheni kwa mkono wale wanasema rais William Ruto ni 2 term. Bas, wacha niseme kwa sababu vile nimewasikia mnataka at least ifike 1 million. Si mmesema hivyo? Lakini bado ala, hey, salala, bado na 1.1. Hey, sasa nyinyi vile naona nyinyi watu ya Kabarnet mtaniweka kwa shida.
Wacha nitangaze ile nimetumwa naye jameni, kabla hamjaniweka kwa shida. Mimi nimeona nikiendelea kuuliza maswali mtaniweka kwa shida jameni. Niseme nisiseme? Nitangaze pesa ya rais. Rais William Ruto amenituma kwa watu ya Baringo Central na shilingi 1000 mmekataa 1000 mlikuwa huko kwa milioni. Kwa hivyo niseme rais wa 2 term amenituma Rais Ruto kwa Baringo Central kusupport biashara ndogo ndogo ya kina mama, biashara ya mashinani na shilingi milioni 3. Wacha nione salamu ya Rais William Ruto, salamu ya Rais William Ruto jameni. Tuendelee tusiendelee? Baringo hoye! Baringo Central hoye! Baringo hoye! Niko na swali, niulize swali. Si mimi ni mtu yenu? Si nikuwa waziri wa security, nilingangana na mambo yenu hapa, na sasa nimerudi kama naibu wa rais. Niko na swali, niulize nisiulize? Swali ile niko nayo nauliza kwa sababu mimi ni mtu yenu na nimekuwa na mambo ya security nikangangana nayo, na nimerudi tena ili kwa heshima yao wabunge, kwa heshima yao wabunge wetu akiwemo Mheshimiwa Kandie na Mheshimiwa Jematia na Bishop Kosgei na huyu Makilap na huyu Kamuren, hao bunge wetu nimekuja kwa heshima yao na heshima yenu wananchi. Na pia nimeleta pesa ya rais. Mimi nauliza hivi, si hiyo pesa ya rais imetosha? Haitoshi? Ati hata mimi mimi nilikuwa nafikiri kwa sababu nimeleta maneno ya rais basi siwezi epuka, hata kama mimi ni mtu yenu, hata kama nilingangana na security, hata kama nimeleta ujumbe wa rais, lazima nifanye maneno. Si nimeongea vizuri jameni? Hata kama nimeongea vizuri, sina bahati, ni sawa, nimekubali, there is no problem, hakuna shida. Ati 2 term, hata mimi niko hapo kwa 2 term, hata mimi niko hapo, niko kwa hiyo maneno, niko hapo kwa 2 term ya ukweli. Hebu nionyesheni wale wanasema hata na sio uongo, ni 2 term. Wacha nione salamu ya 2 term jameni, 2 term. Sawa, mimi nimekubali vile mmesema, na kwa hivyo nitafanya hivyo, lakini niko na tahadhari kidogo, niko na onyo. Onyo ni kwamba mimi ni deputy president, sio president. Kwa hivyo hata nikitoa 100,000 itatosha. Mumekataa na 200, 300, 400, mumekataa 450. Kwa sababu ya 2 term lazima nifanye maneno. Wangapi wanasema hata mimi niongeze kidogo? Kwa hivyo mimi vile vile nimesidikisha rais na nimesidikisha Mheshimiwa Kamuren, Mheshimiwa Jematia na wao viongozi wengine wote, na shilingi hapana, nisiseme 1.2 million shilling. Wacha nione salamu jamani, salamu. Leta ile maneno sasa. Leta hiyo pesa ya rais na deputy rais, alafu nimuite kwa dakika kidogo Mheshimiwa wetu wa hapa, Mheshimiwa Joshua Kandie, aseme jambo na atoe pesa. Ama alitoa? Bado mnataka aseme jambo na atoe pesa? Wangapi wanasema Kamureni akuja hapa na atoe pesa, ama hamtaki atoe? Wacha nione. Bas, ile ya rais na DP weka hapo. Alafu sasa wapi Mheshimiwa Kamureni? Ameenda?
Anajipanga. Mheshimiwa hapo tafadhali sema jambo alafu tuendelee na. Haya, wananchi wa Baringo amjambo. Muko chonjo? Chonjo. Nimeona mumekaribisha deputy wetu wa Jamhuri ya Kenya vizuri sana. Mimi nataka kusema asante. Very good. Na niko hapa kusindikisha rais na deputy wake na 500,000. 500,000. Huyo Kamreni shujaa si shujaa? Okandie, sorry. Kamreni wa South. Unajua mimi hapo Baringo South niliishi mpaka nikazoea Kamreni na huyu Makilapu kwa sababu hakuna banditry hapa. Huyu anaitwa Joshua Kandie. Si ni kweli? Ati nini? Mas. Yeye ndiye kusema hapa. Yeye ndiye kusema hapa. Anatosha. Noma si noma. Fire si fire. Amefanya vizuri. Wacha nione salamu ya Kamreni. Asante sana. God bless you mheshimiwa. Kandie. Ai! Nimerudia tena Kamreni. Wewe Kamreni kuja hapa tumalizane na wewe. Wewe Kamreni kuja hapa tumalizane na wewe. Asante sana Joshua Kandie, mbunge wetu wa Baringo Central. Wapi makofi ya mheshimiwa Kamreni? Chao. Sema jambo na useme kama mambo nimesema ni kweli, na useme kama tulikuwa na wewe Arabar, Kapindasum, Kiserian, Tandare, Ngelecha, Mukutani, Korokoron. Kweli si kweli? Hapo ni kweli, Deputy President. Wapi makofi ya Deputy President watu wangu? Your Excellency sir, ya kwanza na shukuru Mungu, ya pili na shukuru rais, ya tatu na kushukuru sana kwa sababu wewe ni mwenyeji wa Baringo. Hakuna mahali ujui kwa Baringo Kusini. Sisi tumekwako katika tatizo ya usalama kwa miaka 25. Tulikuwa tumefunga mashule 13. Leo ninaposimama hapa, hiyo mashule tumefungua, ile imepaki ni 4 tu, na wale watu ambao walikuwako na shida, watu wangu wa Baringo Kusini, sasa tumerudi kutoka IDV camp upande wa Eldume mahali tulikuwako. Tumerudi 28 kilometers back home, na sasa watu wangu wa Elchamus wako Mukutane, na wale watu wangu wa Arabal wamerudi Arabal, na tumefungua mashule. Your Excellency, tunasema asanti sana. Ulikuja huko mara 9 ukikanyanga sehemu yangu, sehemu hiyo ya Baringo Kusini, na sasa tumekaa vizuri. Leo watu wanachunga ng'ombe, hakuna uwizi tena, na tunasema Mungu ni mwema. Tumefungua hiyo mashule, tumejenga ya mapati, na tunajua serikali wamepanga program nzuri. KDF juzi walikuja wakaangalia, na tumeshukuru sana. Na hata KDF wako tayari tena kwa ile uwezo fund. Sisi kama Baringo Kusini tulisema hiyo KDF watufungulie mabarabara, na hivi karibuni watafungua mabarabara. Watu wangu wa Baringo Kusini tumepokea usalama, na tuna sababu ya kusema tu tam. Hebu nione vizuri, tu tam. Na Baringo ilikuwa imejulikana kama ni sehemu ya banditry. Kwa mara ya kwanza saa hii jina Baringo ni usalama kabisa, na hatuna sababu yeyote ile. Zawadi sisi kama wakaaji wa Baringo tunapea rais wetu ni kupatia yeye tu tam, kwa sababu